Moja kwa moja, karibu kwenye Voice of Innovation podcast. Tunashukuru kwa nafasi, umetupa nafasi na tumeweza kufanya hii kazi na watu tofauti waliokuwepo hapa bila kupoteza wakati. Kila ambaye amekalia hicho kiti ulichokalia alisema Swahili Pot ni nyumbani. Na kila mtu alikuwa na maana yake. Hata wale wametoka Tanzania. Wote tunasema ni nyumbani, na ukituruhusu tunaweza tukabaki. Na wataka sasa mbaki. Sasa nahitaji kujua kutoka kwako. Naam. Nini kimefanya Swahili Pot iwe tofauti na eneo lolote lile? Na tutumie neno nyumbani. Karibu. Nafikiri wajua nyumbani ni neno zito na neno la msingi sana. Kwa sababu wakati mtu amesema kwa nyumbani, then ako katika hifadhi ambayo ana imani nayo, hifadhi ambayo inamjenga, inampatia utulivu, because utulivu ni muhimu sana especially katika maisha yetu ya sasa. Lakini cha msingi ni kuwa Swahili Pot imeweza kuzingatia yale hali halisi ya sasa. Hali halisi ya Afrika sio kama Europa. Ukiona ile wanaita umri wa wastani Europa ni zaidi ya miaka 40. Lakini Afrika ni miaka 19. Hiyo inamaanisha Uganda, Tanzania, Kenya na karibu na nchi nyingi za Afrika ile umri wa wastani ni 19. Na mimi nikitumia mfano wa Kenya, asilimia 75 ya Wakenya wako chini ya miaka 35. So hali halisi ni ipi? Hali halisi ni kuwa taifa letu ni la vijana. Na Swahili Pot imekumbatia kuwa vijana ndio wenye nchi. Na ikiwa vijana ndio wenye nchi, lazima uwapatie fursa wafanye mikakati yote. Mikakati ambayo inawahusu, mikakati ambayo inahusu nchi, mikakati ambayo inahusu mambo yao ya uchumi, mikakati ambayo itaamua mustakabali wao utakuwa vipi kwenda mbele. So kama kuna kitu ambayo tumejaribu sana kuweka katikati ya mambo mengi ambayo tunafanya, ni kumpatia kijana kipaumbele, na si kumpa tu, kumleta kijana ajipatie yeye kipaumbele. Unajua kuna ile tunasema sisi wazee tunakupa nafasi. In this case si hivyo. In this case tunakuita na wewe njoo tu create kwa pamoja, tuamue hii ndio nafasi yenu. Lakini hivyo pia wanaenda kwa kutumia pia hikma za wale watu wazima ambayo wana experience, wana ile ukakamavu, wamejifunza mambo mengi katika maisha. So pia ile uelekezi ni muhimu. Lakini uelekezi, na wakati unampatia mtu mashauri, mara mingi ni unampana yeye pia fursa ya kuchukua ushauri wako. Kwa sababu pia hauwezi lazimisha ushauri kwa mtu. But ili mtu achukue ushauri wako, pia lazima nawe ameweza kufanya nini? Kukuamini. Na ile wazungu wanasema build trust. So lazima utengeze ile trust kwa muda. So once umetengeza ile trust, then ndio pale wakati unampatia mtu ushauri, anasema lakini huu vile nimemwamini kwa sababu nimemuona kwa miaka, ninaweza kumfuata. Na cha msingi, hauwezi kuwa unaambia watu wasikunywe pombe na wewe unakunywa. Ile wanasema preaching wine, is it preaching water and drinking wine? So ni muhimu wakati unataka watu wa kuamini kama kiongozi, kama mshauri, lazima uwe na hali fulani ambayo ni tofauti, ili watu wanajifunza kutoka kwako. Ni ile wanaita role model. Na role model si lazima mtu mzima. Hata kwa vijana, wakati mwingine hata mtu anaweza kuwa ni mdogo wa umri wako, lakini kwa mambo fulani unaona anaifanya kwa tofauti. So hii mambo yote katika uongozi, katika ile shirika lenyewe la Swahili Pot Hub, hii space yenyewe lazima iwe na hizi vitu vyote, vipengee vyote, ili mtu ajihisi yako nyumbani. Naam. Swahili Pot ni nyumbani, ni sehemu ambayo kila kitu unachokipata nyumbani kinapatikana Swahili Pot. Chief Mentor, mimi naomba nikuite Chief Mentor. Wewe ni mentor wangu. Sijajua kama unajua ama hujui. Na kiukweli unanivutia kwa namna unavyofanya. Mara ya kwanza nakumbuka tumekuja Swahili Pot, nikimuona mentor akiokota takataka. Ilinistaajabisha kwa sababu nikisikia Chief Mentor nilijua yuko nafasi fulani, lakini unatufundisha kwa mifano. Tukiangazia mwelekeo wa mentorship, naomba leo utueleze kitu ambacho hujawahi kukisema, lakini ni siri kubwa ya mtu yoyote ambaye labda anafanya mentorship, anaangazia mentorship, ama
naye pia anaangalia mtu mwingine karibu. Nikisema sijasema nitakuwa ni mrongo, kwa sababu part ya mentorship ni kusema ukweli na kupatia watu yale mambo ya kimsingi. Na kwangu katika hali ya mentorship, kama kuna kitu ambayo ni muhimu sana, ni kuwa mtu wa kusikiza. Kusikiza ni muhimu sana, because mara mingi ukienda sehemu fulani unapata watu wako na haraka kutoa maamuzi, kuongea sana, kutopatia watu wengine fursa. Nafikiri ni muhimu sana uwe ni mtu wa kusikiza, alafu pia yataka subra ya hali ya juu, both yule mwenye kufanyiwa mentorship na yule mwenye kufanya mentorship, kwa sababu bila subra itakuwa vigumu sana kutekeleza yale malengo ambayo tuko nayo, kwa sababu binadamu ni dhaifu, binadamu wana mitihani mingi. Na ikiwa hiyo ndio hali ya kawaida ya ubinadamu, then kuna mara mingi utapandishwa hasira, kuna mara mingi utakuwa una malengo fulani hayatimii, kuna mara mingi unaambiwa Gen Z saa zingine subra yao, attention yao ni ndogo sana. So ni vipi wewe utakuwa na subra na wao? Na pia yule ambaye anaelekezwa lazima awe na subra, because subra ni kitu muhimu sana. Na jambo la tatu inaitwa humility. Humility kwa Kizungu, kwa Kiswahili inaitwa nini? Unyenyekevu. Unyenyekevu. Lazima uwe mnyenyekevu. Hata kama umefika level gani, hata kama wewe ndio una millions of dollars katika account yako, hata kama wewe ndio mchezaji mashuhuri zaidi wa Yanga ama Simba, ama wewe ndio mwanasiasa ambaye anapendwa zaidi, ama wewe ndio umebobea katika ufanisi fulani ama nyanja fulani, ni muhimu sana ile kuendelea isikuletee ile ufahari wa kupita kiasi. Unyenyekevu ni jambo mzuri, unyenyekevu ni binadamu, kwa sababu hata saa hizi wakati wewe umefika mbali sana, labda una askari wako wa mlango ama yule kijakazi wako ambaye anakuosha choo, labda hata saa zingine ni mtu mzima kukushinda wewe. So haikutoi katika ile hali ya kutomuheshimu kwa sababu wewe uko kwa cheo cha juu ama una pesa mingi. So unyenyekevu ni kitu mzuri, because ukiwa unanyenyekea, then watu wote wanaiga mfano wako. Kwa mfano umesema wakati tunafanya usafi hapa, mimi nitashika nini, in fact nitaenda kuosha choo. Na ni message gani ninapatia wale viongozi wengine? Because sasa wale wengine watawaambia chief mentor mwenyewe anaosha choo, mbona wewe una mambo ya choo wewe hautaki ama hutaki kuzingatia? So kuna mambo ambayo ukiweza kunyenyekea ni rahisi kuwavutia watu ile kwa wingi zaidi kuweza kutusupport. Na tuwe wanyenyekevu, na mimi nitajifunza kwa kweli kunyenyekea. Chief Mentor, kitu kikubwa Pwani Innovation Week. Huu ni msimu wa 6. Tunamshukuru Mungu kimefikia hapa, na wengine tupo bado kunazidi kuchota yale maarifa na hekima zilizopo Pwani. Naomba kujua maoni yako. Miaka 20 mbeleni, ungelipenda Pwani Innovation Week, wiki ya kibunifu iliyopo hapa Mombasa, iwe ni ya namna gani? Mwanzo nataka waandalizi wawe ni washikadau tofauti, serikali, wale private sector, na nikiongea serikali za county, serikali za kitaifa. Kwa mfano tuwe na serikali za Kenya, Uganda, Afrika Mashariki, ile Swahili Coast, include hata huko Somalia, wawe ni baadhi ya ile komiti ambayo inaketi kuipanga Pwani Innovation. Alafu pili, iwe imewekwa katika ile ruwaza yao ya miaka 5, ya miaka 20, ili wanajua kila mwaka tuko na kitu fulani ambayo tunafanya. And then washikadau wa kibinafsi pia wawe pale, ili isiwe ni initiative ya Swahili Port ama watu wawili watatu. Lakini pia lazima tunaweza kuangazia kwa mfano ni makampuni ngapi ambayo yametengezwa ndani ya hizi Innovation Week, so that baada ya miaka 10, miaka 20, wakati tunaongea top 500 companies in Kenya or in East Africa or top 100, kuna bunifu ambazo zimetoka hapa. And then pili, lazima hii pwani iwe pwani ya kikweli. Lazima tushirikiane sote, because kuna nguvu na kuna hikma wakati watu wanashirikiana kwa kutozingatia mipaka ya aina ambayo wakoloni walituwekea,
kutozingatia dini, kutozingatia rangi, kutozingatia kabila, na nataka iwe ni watu wanakuja kusherehekea. Yaani unaona ile wakati Pwani Innovation kati mnakuja kuangalia mnafanya nini, hapana. Nataka watu wawe wanakuja kusherehekea. Kuna hizi bunifu 500 ambazo zimefika katika stage fulani. So jooni tuje tusherehekee kila mwaka ile hali ambayo, ile bunifu ambazo zimewaandika mamilioni ya watu kazi, zimetatua shida za wananchi wetu, zimetuletea afueni katika hali yetu ya kimaisha, na nafikiri na pia imetengeza udugu, because undugu ni jambo la muhimu sana. Naam. Mimi nashukuru. Neno moja kwa vijana wanaokusikiliza na kijana mimi mmoja tu, Chief Mentor. Hatuwezi kukata tamaa. Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, Somalia, Afrika kwa ujumla ni nchi ambazo zinategemea vijana. So vijana mwanzo wasikate tamaa, vijana wawe na subra, vijana wajihusishe katika kutengeza mustakabali wa nchi zao. Vijana pia wawe na hikma katika maamuzi ambayo wanafanya, because hikma inawasaidia watu kuangalia mbele, so that kuna baadhi ya vitu ambazo wanafanya ziwe hazitakuja kutuathiri kwa ukubwa, but na mwisho lazima kuwe na uwiano baina ya zile intergenerational, watu wazima na vijana. Lazima tuwe na njia ya watu kuja pamoja ili tuweze kupata faida kutoka kwa hikma ya wazee, na pia na kuichanganya na ile nguvu, ile kuchemka kwa damu na energy ya kijana. Tukiweka hizi vitu viwili mbele, Afrika itakuwa ndio continent ambayo kila mtu anataka kuishi ndani yake. Asante sana Chief Mentor. Mimi nachukua hilo, hekima, uvumilivu na tusikate tamaa. Asante sana kwa muda wako. Shukrani.